ya kudiscuss. Kazi yake ni kusunguka na maharagwe na mchele na pesa huko mlimani akisema bwetse, sijui mimi ni fire, sijui mimi ni noma. Nonsense. People are dying in Garissa, in Wajir. Unaanza kusema tu wewe ni fire. What kind of fire can you be when people are dying? Na hiyo ni kazi yako. Why can't the deputy president, yule alipewa kazi ambaye hakutafuta na hakupewa na mtu yeyote, aite mkutano of the development partners, mkutano ya ONGOs, Red Cross na nani na kila mtu, governors, nini, tuseme national government itatoa pesa kiasi hii, counties mtoe pesa kiasi hii, nyinyi donor partners tusaidiane na pesa kiasi. That's what I was doing. Na mimi najivunia, for the 2 years I was deputy president, hakuna mtu alikufa Northern Kenya. I was spot on. Nikipata iko shida, because mimi mtu ya kusikiza ground, ninakimbia na mobilize chakula, food and non-food items. Tunakimbia, tunalete watu ya jeshi, wanalete maji, wanalete nini, tunafanya, tunaokoa maisha. Sasa hawa wabunge they are quiet, wako busy kwa mjengo. Kila Friday wakitoka msikiti wanaenda kukoroga, wanaenda kusimamia koroga, simenti nini isiibiwe, chuma nini, hiyo ndio kazi wako naye. Mijengo, personal things. They have forgotten the people who elected them into office. They don't care. How is it that 3 months down the line tangu kiangazi ianze hakuna mtu naongea? Mimi nataka kuambia William Ruto, hata kama unatafuta kura, niulize William Ruto. Mimi najua uko busy ukitafuta kura, ufikirie vile unaweza rudi, na ni ngumu. Please think about Kenyans, your fellow human beings in Garissa, in Wajir, in Mandera, in Turkana, in Marsabit, in Isiolo, in Tana River, who are dying because of hunger. Declare this drought a national disaster to attract funding. Allocate funds to mitigate the effects of the drought. Let us have an off-take program ya kununua wanyama wasikufe, so that our herders, they can use that money to restock kiangazi kiisha. Hiyo ndio kazi ulichaguliwa. Hii ya kuzunguka na Saporano kusema sijui bwetse, sijui nini, sijui noma, sijui fire, that is rubbish. Hiyo ni kuwahadaa wa Kenya. Ile kazi mlichaguliwa ni kuchunga maisha ya Wakenya. And it cannot be William Ruto na mtu yako ya mkono mnaendelea na campaign as if there is no problem in Kenya, as if people are okay, when people in Garissa, Wajir, Mandera, they are dying because of hunger, when animals are dying because of hunger. Nyinyi mnaendelea tu na campaign, mko juu ya gari mkitafuta kura. And of course the most sad thing ni kwamba wale watetezi ya watu wa Mandera, ya Garissa, ya Wajir, ya Marsabit, Isiolo, Turkana, they are quiet. Hata hao ongei. Sasa Rigiji anaongea. Sasa huyu Rigiji anatetea hii watu ndio mnasema ni mkabila. Now you are quiet. Why are you quiet? If you had done your work, I will not be speaking today. My brother, shida ya Northern Kenya ni uongozi. Pesa iko ya kutosha ya kubadilisha maisha ya watu ya Northern Kenya. Wapate mashule, sawa. Wapate barabara, wapate maji, wapate hospitali ikiwa na madawa, na watoto wasome. Last year 850,000 children from these 5 counties hawakuenda kwa shule because kwanza hata wana chakula, madarasa hakuna program yoyote ya vile hii watoto watasoma. Na mimi nashangaa viongozi wao wako hapa Nairobi, wako gym, wako Dubai, wako Cape Town, as if nothing is going on. They don't care and they are not interested, you know. They have abandoned their people. So mimi nimeamua, na mimi nataka niambie watu wetu, mimi Rigiji nitajitolea kutetea nyinyi na mtaona mabadiliko. Nitaendelea, and I want to encourage wale wamenitumia messages, and I'm going to open a communication channel. Nitatangaza hivi karibuni where people can send me pictures of schools. Ndio tusitangaza wa Kenya waone. We shame these leaders. We must shame them. Yeah? We must shame them before the people of Kenya. Wawache kutembea hapa Nairobi waonekane kama ni watu ya maana. Wanatutumia picha, watoto wakisoma chini ya miti, tunaweka kwa mtandao, Wakenya wanaona. Wewe ukienda gym, instructor akikuangalia na uliza wewe umekuja hapa gym kufanya TIS and this is your school. We must shame these leaders. They deserve to be ashamed. There is no way they can abandon their people.
and go on with the life as if their children are not suffering, as if women are not suffering, as if poverty is not ravaging the people who elected them. This is wrong. It's inhuman. It's ungodly. It's unacceptable. And these leaders must be called out. Na mimi nimejitolea, hakuna pahali mimi watanipeleka. Mimi I am one leader. I don't care. Mimi nitaongea ukweli. Na hii ukweli yangu itakuja kuokoa watu ya Garissa, watu ya Wajir, watu ya Mandera, watu ya Marsabit, watu ya Isiolo. I will be your spokesman going forward. And I will be speaking for you. And I'm going to create a channel of communication between me and the people of Northern Kenya. Ndio nipate first hand information. Kama hiyo nimetumiwa nasema there is only one school for the deaf in Wajir. And it has no water and it has no sanitation. Nimetumiwa mapicha na watu ambaye watoto wanasoma chini ya miti. Hao wajumbe tutawaanika. Hata kama mmezuia maredio kuja, hamjaona chochote. Tutaeleza Wakenya nyinyi akina nani. Ndio sasa mnajenga maflati hapa, mkienda kusupervise mijengo ya orofa 16, mafundi wakikuangalia wanauliza wewe ni kiongozi wa sangapi? Wewe unajenga orofa 16 na kuona watoto wanasoma chini ya miti. It's a shame. Na mnakimbia hapo msikiti kila siku mkijifanya vile mnaogopa Mwenyezi Mungu. How do you fear God? And you go to mosque every day to pray when you squander funds meant for young children to go to school, wanasoma chini ya miti. Na wewe unajifanya ati vile wewe ni Muislamu. This is a shame. It's unacceptable. And these leaders must be exposed and they must be called out. The liberation of the people of Northern Kenya has begun in earnest. Na mimi ndio nitaongoza hiyo vita ya kuokoboa watu ya Northern Kenya. We must help them. Lazima tuwasaidie kwa sababu ni Wakenya wenzetu, ni binadamu wenzetu. Tusipowasaidia watasaidiwa na nani? Wale watu walichagua, they have abandoned them. Not just abandoned, they have turned against them. Because when you take money meant for schools, unaenda kujenga nayo manyumba, that is turning against your people. When you take money meant for hospitals, unaenda kujenga maflat, that is turning against your people. When watu wanakufa na drought, hakuna maji, and you are quiet, that is turning against your people. Somebody must speak for these people, my brother. Mimi nimejitolea, and I will speak for them from today going forward. Every week, nitakuwa nafanya pressure. I must call out these leaders, and I'm going to get all the data, na nitatangaza maybe the day after tomorrow, the platform ya information kunifikia real time, ndio tuanike hii watu before the people of Kenya. I don't think there is any other way ya kusaidia watu ya Northern Kenya. Ni kuanika hii viongozi wajulikane hakuna kazi wanafanya, na wajulikane ya kwamba pesa wamepewa ni kiasi, and there is nothing on the ground. Na mimi I want to challenge them. Instead of calling me a tribalist, go and build schools. Instead of saying that mimi nachukia wa Somali, go and build hospitals. Instead of saying that ati mimi sitaki wafanyabiashara ya wa Somali, go and invest there so that the people they can do business. Why are you investing here in Nairobi? Why can't you invest back home? Invest back home. Na mimi I lead by example. Uliona nilipelekwa pale Senate nikiwa accused at watoto wangu wamenunua hoteli Nyeri. Yes, walikopa pesa, wamenunua hoteli nyumbani. As we speak wameandika watu 200 huko nyumbani. Na hiyo hoteli yao wananunua mboga hapo karibu, wananunua carrots, wananunua kitu hapo, inatengeneza economy hapo Nyeri. That is what you do. How do you say you can help the people of Kenya kama uweza saidia watu ya nyumbani? Na unajua alikuwa ananiingilia ati mtu unatetea watu yao peke yao. No. Hata wa Somali they have a saying. Kama uwezi jegea mama yako nyumba, utajegea namna gani jirani? Kama wewe mwenyewe unadhulumu watu wako, unaweza penda namna gani watu ya mbali? I must work for my people. And you see, how does this thing work out? If watu ya Northern Kenya wangefanyia watu yao kazi, Wakisii wafanyie watu yao kazi, Wakikuyu wafanyie watu yao kazi, Waluhya wafanyie watu yao kazi, Kenya imesimama. Na lazima muwafanyie kwa sababu nyinyi mmechaguliwa. Mnataka nani mwingine akuje afanye kazi Wajir? Mnataka nani akuje afanye kazi Mandera? And how do you blame at marginalization? Yes, ilikuweko.
But it is over. From 2013 pesa iko ya kutosha. Fanyeni kazi na hiyo pesa. Hata kama haitoshi vile mungependa, museme okay, ile kidogo tumepata, ile 1 trillion, this is what we have done. But as we speak today, zero. Governor mwenyewe wa Mandera, Wajir ana stima. How will the rest of people ya Mandera na Wajir watapata stima namna gani kama governor mwenyewe na governor mwenyewe hana stima? Mheshimiwa Rais alienda Mandera last year, Wajir na Garissa. Akaahidi watu ya Wajir na Mandera ya kwamba itakuwa na stima ya kutosha. Mpaka saa hii hatuna alama ya kwamba hiyo mambo ya shida ya stima itaisha. Kwa nini rais haheshimu watu wa Northern Kenya? Unafikiria aje? Wacha nikwambie ndugu yangu. Mimi nilikuwa naibu wa William Ruto na tulikosana na yeye kwa sababu namtia uongo. Kazi yake ni udanganyifu tu. Saa hii anadanganya Wakenya atawapeleka Singapore. Saa ile watoto wako nyumbani. Saa hii nimesikia ati amesema watoto wote waende shule, hata wale hakuna school fees. Hiyo ni uongo. Hakuna mtu ataenda shule. Hakuna mwalimu atakubalia watoto wakuje shule bila malipo, because atatoa wapi pesa ya kuwapatia chakula? How do you allow children to come to school na una pesa ya chakula? Serikali haijatuma pesa ya chakula. Yeah? Watoto hawajalipa, alafu rais anasema kila mtoto aende shule. Hiyo watoto wakienda shule watakula. Hiyo ni kuongea tu, anaongea na mambo ya uongo. Rais alikuwa pale Mandera July 2023. Akasema barabara ya Mandera na Ramu ijengwe. Hakuna. Akasema public street lighting ya 27 million ifanywe. Alikuwa hapo July 2023. Hakuna. Alikuwa pale mambo ya Mandera water supply 2.4 billion. Not one. Hakuna. Alikuwa pale Kiloweri water pan ya 72 million. Alikuwa hapo, ilikuwa launched on 4th May 2024. Hakuna. Yeah. Aya, alikuwa pale Guyu Tita water pan ya 139 million. Hakuna. Unajua hii maneno ya kudanganya wa Kenya, na ndio William Ruto atapata kivumbi tukienda kwa kura. Hajaelewa Wakenya wamejua ni mtu ya uongo na wanataka kumfukuza aende nyumbani. Na pahali amebaki kudanganya watu ni hii Northern Kenya na kwao. Wakenya wengine wote wamemgundua. Nilisikia akisema pahali yako na umaarufu ni Northern Kenya kwa sababu watu hawajagundua uongo wake. Na ameshika hao viongozi wote wanashikana na yeye kunyanyasa watu ya Northern Kenya. Alikuwa Garissa. 1st January alikuwa pale 2024. Our Kadera water project haijafanyika. New Tana River bridge not complete. Alikuwa pale new chain link fence for Garissa airstrip, hakuna, haijakwisha. Unaona, yeye anaenda pale anasema hii na hii na hii. Yeye alisema kutakuwa na stima, mtakuwa connected kwa national grid. Alisema national grid ile yenyewe tuache mambo ya generator ikuwe connected kwa watu ya Wajir, kwa watu ya Mandera. Hakuna. There is nothing. So mimi nataka niseme ya kwamba watu ya Northern Kenya, it's up to you. Mjue vile mtafanya to hold your leaders to account. Mimi nitamsaidia by exposing them. All the money they have been given, nimemsomea hapa. Pesa ya CDF, constituency by constituency, nitamsomea. Na nyinyi mnipatie feedback, mniambie kumejengwa nini. Every constituency. Ndio tukienda hii uchaguzi, you make a decision. Kama mmechagua mtu mwaka 25, mwaka 20, hajajenga mashule na amepata pesa zaidi ya 1.8 billion. Mko na biashara gani kurudisha yeye kwa ofisi? Ati wazee wamesema, hata wazee tunataka kuomba au tafadhali. Muziketi wazee kupitisha mtu kuna kazi anafanya. Hata nyinyi wazee mkuwe wangwana, mkuwe fair to the Somali community, to the Borana community. Mkiketi mpitishe mtu, negotiated democracy, sawa. Kama hiyo ndio mila na desturi yenu, sisi hatuwezi pingana naye. Lakini hata nyinyi wazee mkuwe fair. Kama mlisema mtu apewe miaka 5, amepata 750 million in 5 years ya CDF, 150 per year. Hana shule ya kuonesha, hana chochote ya kuonesha. Utaendelea namna gani tena kukutana ati waseme mpitishe achaguliwe? Lazima tuanze kuangalia mambo mpya. Na mimi nataka kuuliza vijana and professionals,
Please, wakati umefika sasa, hata nyinyi muamue, muokoe jamii yenu. You must save your people, you must liberate your country. Hizi vitu mpiganie, na mjue ya kwamba chama ya UDA ni ya William Ruto. Atapatia wale wabunge wake ambaye kuna kazi wamefanya. Chama ya UDM amechukua, hiyo si chama yenu, ni ya William Ruto. Chama ya UDM amenunua, si chama yenu, ni ya William Ruto. Hizo chama tatu William Ruto atatumia kurudisha hii magavana na hii maseneta na hii wajumbe ambaye hakuna kazi wamefanya. Sasa wale mnataka viti, mjipange. Mkienda UDM mtachengwa, mkienda UDM mtachengwa, mkienda UDA mtachengwa. Sasa kwa nao vile mimi naweza msaidia ni wale ambaye mmejitolea kubadilisha uongozi katika Garissa, Mandera, Wajir, Marsabit, Isiolo, Tana River. Wale mmejitolea kubadilisha uongozi, msiende kwa hizi chama. Hii ni kichinjio, na hii tayari William Ruto amepangana na hii magavana na wamekubaliana. Hao ndio watarudi according to him. Hao wakirudi, hii umaskini huko utaendelea, hii wizi ya pesa itaendelea, hii kukosa development itaendelea, watoto wataendelea kukosa masomo, akina mama wataendelea kukufa wakijifungua. Hamwezi ishi namna hii, lazima hata nyinyi muamuke. Mimi nataka kumwambia nyinyi, na si watu mimi najipigia debe, ile chama mnaweza tegemea saa hii ni chama ya DCP, kwa sababu one, mimi Ruto hawezi kunitisha, hawezi kunishurutisha, hawezi ninunua, hawezi kuniambia nitafanya nini. Yule kiongozi yote anajua hii timu iko, kwa sababu hiyo ni watu ya Ruto, na unataka kutoa mjumbe yako saa hii. Ukienda hiyo barabara ya UDA, ya UDM, ya ODM, hiyo ni kichinjio unaenda. Hiyo ni kichinjio. Hakuna pahali utaenda. Mkuja DCP, tukupatie tikiti, uende mtoe mjumbe, uanze kufanyia watu kazi. Na sisi katika chama yetu ya DCP, hakuna mjumbe tutapatia tikiti achaguliwe akosa kufanya kazi miaka 5 tumpatie after 5 years. Hatuwezi kubali. Na ndio mimi nataka kuambia watu ya Northern Kenya, mkuja hapa mlimani hapa, kila mwaka wale wanarudi ni only 15%, 85 wanaenda nyumbani, kwa sababu hakuna, ukikosa kufanya kazi hapa mlimani Kenya huwezi chaguliwa tena. Mambo ya uchaguzi hapa ni kazi. Umejenga shule ngapi? Umejenga barabara ngapi? Umefanya nini? Umefanya nini? Sasa nyinyi mnarudisha mtu hakuna kitu wamefanya. Ati wazee wameketi, wameamua ni huyu, mnamchagua. Mwaka 5, mwaka 10, mwaka 15, mwaka 20, mwaka 25. Umaskini unaendelea kuzidi. Watoto wanaendelea kuhangaika, wamama wanaendelea kuhangaika. Iko pesa ya kera, kila mjumbe anapewa karibu 65 million every year. Mwaka 5 ni over 300 million. Hapo Wajir, Mandera, Garissa, Marsabit, pesa kazi gani ya kera imefanywa na hii wajumbe? Hii pesa yote imekuliwa. Sasa nyinyi ni wakati wenu, mjiokoe, mjikomboe nyinyi wenyewe, kwa sababu hakuna mtu mwingine anaweza komboa nyinyi. Nyinyi ndio mnachagua viongozi. Na hii hasara yote mumeenda na hii umaskini iko katika Northern Kenya, na hii shida zote mko nazo ni uongozi mbaya. Msipoamua mtafute viongozi ambaye wanapenda watu, viongozi watakubali kuishi na nyinyi, viongozi watakubali wakitoka bunge hawaendi Dubai, hawaendi Cape Town, hawakai Nairobi, wanakuja mashinani kukaa na nyinyi. Unajua siku nilikuwa US, nikiwa Amerikani mbali, watu wakanitafuta kutoka Mandera, wakaniambia tumevamiwa na askari ya Jubaland, hata shule zimefungwa, wanatuhangaisha hapo, wanatuua, na viongozi wetu wamenyamaza. Nikaongea governor, kila mtu aliita press conference, na wakasema ni uongo, hakuna kitu kama hiyo, kwa sababu hawajui, hawaendi nyumbani, wanakaa Nairobi. Sasa kama mimi nimejua nikiwa Amerika ya kwamba iko askari ya Jubaland ikiwa Amerika, na hao hata wakiwa Nairobi si wangejua, hata kama wataki kwenda Mandera. Hao viongozi wamesahau watu yao, hawana haja na watu yao, hawaongeangi na watu yao. Siku nimetetea hiyo askari ya Jubaland, si wameondoka, watu wanakaa na amani. Na hivyo ndivyo mnastahili, sio Rijia kuwa akiongea, governor wenu wakuwa akiongea.
Na senator huyu anaitwa Ali Roba, yeye ndiye alikuwa ananitukana, anasema ati hakuna askari ya Jubaland. Na wako. Na wananchi wanawaona na waniambia wako. Wabunge hawaongei. Lazima watu wetu wa pale Northern Kenya mujikomboe. Lazima mujisaidie nyinyi wenyewe. If you don't choose the correct leaders, stop complaining about poverty. Don't talk about marginalization. We have enough resources. What we lack is accountability. What is there is theft of public resources. What is there ni kudharau wapiga kura na kuwadhulumu. Because when you divert funds meant for children, hiyo ni dhuluma. So mimi sina solution. Mimi nitamsaidia. I'll give you the ammunition by giving you information. Because mimi siogopi, wengine wote wanaogopa. Hakuna mtu mwingine ataongea. Most leaders watapewa pesa wanyamase. Na hiyo watu wenu wako juu sana kwa kuonga watu. Hata kuna magavana walinitumania, Rigiji wacha tuongee, situketi maneno na isaiti watu wetu wanaanza kutuchukia. Sisi ni wazee, tunaweza keti kama wazee tusikizane. Tafadhali punguza hii maneno tuongee. Mimi sitaki, siwezi ongea na nyinyi. Kama mnataka tuongee muende mjenge shule. Kama mnataka tuongee mjenge hospitali. Kama mnataka tuongee muweke stima. Kama mnataka tuongee muweke madawa kwa hospitali. Mimi ni Mkenya mzalendo. Mimi sasa nikinyamaza na mimi peke yake ndio nimebaki natetea nyinyi, hii watu ya Garissa na Wajir na Marsabit na Mandera wataenda wapi? Mimi nataka kuhakikishia nyinyi, mimi siwezi nunuliwa na hiyo viongozi wenu. Wanasema ati kila mtu wako na bei. Hata William Ruto anasema namna hiyo. Ati kila mtu wako na bei. Hata huyu Rigiji tutaona vile tutafanya anyamaze. Asisaitu watu ya Mandera na watu ya Wajir, anaanza kuambia mambo mingi wachukie viongozi yao. Mimi sitaki mchukie viongozi wenu. Mimi nataka mjue ukweli. Mjue vile mtafanya na viongozi wenu. Mimi yangu ni mjue ukweli. Na mimi ndio nimebaki katika Jamhuri ya Kenya kiongozi wa kipekee anaongeanga ukweli. Na mimi nilianza ukweli mlimani. Nimekomboa watu yangu wamekataa mambo ya Ruto na hao viongozi ambao hakuna kazi wanafanya. Sasa nataka tukomboe Northern Kenya. Tuambie nyinyi ukweli. Hakuna kazi Ruto amefanya huko na hakuna kazi atafanya. William Ruto ako busy kutafuta kura. Na hakuna kazi atafanya. Na hii magavana yenu wote wamefunguliwa makesi na William Ruto pale kwa EACC kwa sababu wamefanya madhambi mingi sana. Sasa hawa hawezi ongea. Akijaribu kuongea kidogo file inatolewa. Kwa hivyo hakuna usaidizi mtapata kwa William Ruto. Hakuna usaidizi mtapata kwa magavana yenu, kwa maseneta yenu, kwa wajumbe wenu. Mimi nataka kualika nyinyi mjiunge na Wakenya wengine tumuondoe William Ruto. Itakuwa makosa kubwa sana ati watu ya Northern Kenya ati Ruto ametegemea nyinyi mtamrudisha kazi saa ile watoto 850,000 wako nyumbani bila kwenda kwa shule. Saa ile hakuna hospitali, saa ile hakuna barabara, saa ile hakuna stima. Hata nyinyi mtakuwa ni watu ya aina gani ati mnaenda kurudisha Ruto kwa kazi na kwenu ni tabu tupu iko katika Northern Kenya? Simkuje mshikane na Wakenya wengine tukomboe Kenya. Tutafute serikali mpya, tutafute viongozi wapya. At least mtupatie miaka 5 tuone vile tutabadilisha. Finally mimi nataka na swali wote wa Northern Kenya wanauliza sana kwa mtandao, tumeangalia wiki hii vile baada ya wewe kuongea. Wanasema marginalization baada ya katiba ya 2010 imesemekana ya kwamba resources inagawiwa kwa bunge. Umewahi ona vile wewe ulikuwa bunge? Umewahi ona waheshimiwa kutoka Northern Kenya ambao wanapinga budget ya Kenya, wanasema hii budget inadhulumu watu wa Northern Kenya hata siku moja? Hao wabunge hakuna kitu wanaongea juu yake. Mimi sijasikia wakitetea mtu yeyote. Hata nilijaribu kuwaita mkutano inaitwa, kuna project inaitwa NEDI. Ilikuwa katika ofisi ya Deputy President. Kwa hizi kazi ya World Bank. Hii barabara ililetwa ya Lapset na ililetwa na World Bank. Hii William Ruto anasema ni anajenga, ni uongo. Ililetwa na Uhuru na Kibaki ya Lapset na mambo ya World Bank. Nilijaribu kuwaita siku moja tuongee mambo ya development hizo. Wale akawaambia wasikuja, hakuna mtu alikuja. Hao watu hawana haja na kazi, hawana haja na barabara. Hao ni wafanyabiashara. They are busy doing business. Mimi have never had, hiyo miaka 5 nilikuwa hapo bunge, sijasikia mbunge yote akisema hapa tufanye namna hii, tufanye namna hii. Hata saa ile wakati kama kiangazi wangeenda hata wale waandikie speaker waseme ita special sitting we discuss, you know, we want to discuss
the station of drought in northern Kenya. Waandikia Wetangula waseme tunataka special sitting. We discuss this matter. Hujasikia mtu yote anaongea. Kwa nini? They are not interested. Hao watu walifika, nyinyi mliwasukuma, mliwapatia vitu, wameenda kujitafutia na kujisaidia. Hawana haja na watu ya nyumbani, na ndio hawaendi nyumbani, na hawaelewi mambo ya nyumbani kwa sababu hawaendi huko. Mileage wana claim, they don't go home. Hiyo ni wizi. Force mileage claim, they don't go home. Na mimi ningetaka kuchallenge watu ya Mandera waniambie, when is the last time they saw their member of parliament kwa constituency? When is the last time watu ya Wajia waliona MP? Wakati walikuwa wanatolewa ofisi, waliita special sitting. Waliita special, mimi nikitolewa waliita special sitting. Sasa hii kuna disaster hawezi tisha. Hii watu, mimi nikienda kupeana chakula Garissa, Mandera, ni kuwabebeleza, twendeni tukapeana chakula. Wanasema atafutia si ndege ya kwenda naye. Tunaenda tunakutana pale Embakasi ama Wilson na wabeba na ndege. Mimi nashangaa tukirudi na wakuta ndege kwa nani wamekaa ndani. Mimi nilikuwa nafikiria tunawapatia lift, tupeane chakula, wabaki nyumbani, wasikise shida ya wananchi, waelewe what's going on, wakimaliza warudi. Tunarudi na hawa. The next time ninaenda ndio tunaenda na hawa. Na mimi nataka kuchallenge hawa MPs to share their itinerary with their constituents. Yeah? Na mimi nakwambia hao watu watakuja kufungwa kwa force mileage claim, because wana claim millions of shillings every month, pesa ya kusafiri kwenda kwao nyumbani, na waendi. Hiyo ni wizi. They don't go home, and even when they go by air. Wanaenda once in a while, but wanalete work ticket kusema ati wameenda nyumbani, na ni uongo, ni wizi mtupu. Mimi nasema wanapewa between 1.5 million to 2 million by parliament allowances to enable them go home. Why don't you go home? Why don't you go and serve your people? Mumepewa pesa ya kwenda nyumbani. Serikali imesaidia nyinyi through parliament, taxpayers money, to enable you as a member of parliament to serve your people. Why do you claim pesa ya mileage then you don't go home? When will you ever go home? You know, these people used to accuse me that I'm a villager because of kwenda nyumbani. And I said I'm a villager. Yes, you must go home. Utakosa kwenda nyumbani namna gani? Na hiyo watu ya nyumbani hapo ndio ulizaliwa, hiyo watu ndio walikulea, ndio walikusomesha, ndio walikupatia baraka ukakuwa kiongozi. Utakosa namna gani kuwatembelea na kujua shida zao? Huyu Rigijia na shidaka pale mlimani. Utakosa kwenda namna gani kwa watu wale ambao walikupatia baraka ukakuwa kiongozi? Lazima uende ujue wamekaa vipi. And if every leader ameenda kwao, nobody will be complaining ya kwamba Rigijia anaenda kwao zaidi kuliko kwingine. Because kila mtu anaenda kwao, then tunakutana, we exchange notes, then siku unanihitaji tunakuja. Mimi nilienda kujenga shule Isiolo High School, nilienda kujenga Isiolo Girls, nilienda kupeana chakula Garissa, nilienda Mandera kufungua boda. I have been to Tana River kuangalia mambo ya kiangazi na mambo ya El Nino. Nobody can accuse me as deputy president that I neglected the people of Northern Kenya. In fact, the problem I had, the leaders don't want to go. Mimi naambia twendeni huko hawataki. Sasa ningefanya nini? Huwezi enda kwa boma ya mtu mwingine bila mzee mwenye boma. Na tena wanasema kama unaenda lazima utafute ndege. Tuende na wewe, turudi na wewe. Sasa tunaenda tunamaliza 4 hours. Problem gani unaweza solve Mandera na 4 hours? Wewe unakuwa kama ni mgeni pahali umechaguliwa. Mpaka governors don't stay there. Governors wanaishi hapa Nairobi. Sasa how do, because mimi naona governor hapa kwetu, they live where they are elected. How do you run a county government from Nairobi? Surely, let's be very honest. I think it's very unfair to the people of Northern Kenya. I have even seen watu wakitangaza ati anataka kupigania kiti ya governor, anatangazia Nairobi. How do you announce unataka kiti ya governor wa Mandera ama Wajia ama Garissa na unatangazia Nairobi? You should announce at home. Ukiwa na wazee huko nyumbani. Sasa wewe unaita wazee hapa Isili nini, mnakutana unatangazia hoteli hapa Nairobi. Wanakutana hapa maharusi. Wanakutana hapa kuchanga watu wakienda ngambo. Lakini wale watoto wamebaki nyumbani, nani atashughulikia hao? Okay, si mbaya hata kujenga madarasa, ni sawa, kwa sababu ni mzuri kufanya kazi ya Mungu. Wanachanga pesa sana ya madarasa na ni mzuri.
wanachanga pesa sana ya kupeleka watoto ng'ambo na ni mzuri, lakini wale watoto hawaendi shule na pesa yao imetolewa na taxpayer. Why don't you give those children their right? Don't even do harambe. You don't need to do harambe in Mandera ya watoto hawa ya primary. Just use the money umepewa ya CDF wajengee shule. Wewe governor umepewa pesa, jenga hospitali na weka dawa. Hiyo watu hakuna favor unawafanya, is their right because they are taxpayers. I am very, very saddened by what is happening in Northern Kenya. It's a very sad state of affairs. And I think time has come for a leader in this country to speak for the people of Northern Kenya and to help them to liberate themselves from bad leadership, from theft of public resources, and from being trampled upon by their own leaders whom they have elected. I think somebody must help the people of Northern Kenya. Na mimi mwenyewe historia ya nchi hii ikiandikwa, nitachangia kiasi kidogo kusaidia watu ya Northern Kenya. I'll help them. And the way to help them is to tell them what is going on. I must educate them. I must give them information going forward. And they can be sure nobody can stop me, nobody can intimidate me, and nobody will come between me and the people of Northern Kenya. Wale ukitaka kuitana press kesho unitukane, nitukane. Niliona hii kijana anaitwa Juneta na nitukana jana usiku na ni sawa. Yeye aliiba pesa ya baba. He stole his money ya campaign akaanguka. He betrayed baba when he was alive, he's betraying him when he's dead. Mdomo mrefu ya kutukana watu na hakuna kazi inafanya. Wizi mtupu. You know? So now it is unfortunate that a Muslim anaweza iba pesa ya mzee alikuwa anataka kuwa president, pesa ya agents anakula, anaanguka uchaguzi. It is unfortunate. It's not in conformity with the Muslim, with the Islamic faith, you know. And anajifanya he was trusted, and mtu anakutrust na pesa yake ya kumsimamia agents, hiyo pesa unakula alafu anaanguka. You know, it's very bad. And then ukiitwa kwa TV kazi yako tu ni kutukana watu na kutukana viongozi. You know, mimi ni kiongozi wa Kenya. Na hata ukinitukana ujue huyu William Ruto mnatembea na yeye, mimi ndio nimsaidia akakuwa rais. Without ile kura nilimtafutia angekuwa rais wa Kenya. Na hiyo kura nitaitafuta kumtoa. And there is nothing you'll do. So wewe enda tu kutukana sisi, ututukane sisi ni sawa. Lakini sisi tutasimama na ukweli, tutasimama na haki. And the time has come. The people of Northern Kenya must be assisted by Kenyans of goodwill, Rigiji being one of them, to give them proper information of what is happening and the way they have been persecuted by their own leaders, the way they have suffered under their own leaders, the way their money has been stolen, the way they have been denied facilities by their own leaders, the way money is meant to mentor them has been diverted for personal use. The people of Northern Kenya are entitled to that truth. And as a Kenyan, as a patriot, it is my duty to be of help to the people of Northern Kenya the way I'll help other Kenyans. See you hao peke yao. Hata hao wa Kalenjin, I'll be calling their radios. I take them through also how they are suffering and what is happening. Kenyans now must be told, hatuwezi kubali tena Wakenya waendelee kuumia na tunajua what is going on. Itakuwa hata mimi kwa Mungu nitakuwa na makosa. Ati watu ya Northern Kenya waumie, mimi nikijua vile wanaumia na nikosa kuwaambia. Lazima niwaambie. So wacha wanitukane wiki yote kila pahali, waitane kwa msikiti, kwa mikutano wanitukane, lakini ukweli nimesema na ukweli nitaendelea kusema. Na hakuna mtu atanisimamisha kusema ukweli. Na nikikaa hivi karibuni nitatembea Garissa, nitatembea Mandera, nitatembea Wajir, nikaongea na wananchi. Tuonane macho kwa macho. I must tell them what is happening. I must share with them my ideas of what they can do to liberate